Kwa hiyo ni ule mchakato tunasema, ama ni kile kitendo cha hawa vijana kutoka maeneo mbalimbali, aidha wakakutana kwenye jamii au wako shule ama chuo, sawa, wakakutana wakashare zile idea zao, wakashare zile skills zao, wakashare pia na resources ambazo wanazo. Ikiwa unakuja labda chuo hivi, tuseme una vitu umetoka navyo nyumbani vya kuja kushirikiana na wenzako kusoma, lakini toka umefika wewe unavitumia peke yako, maana yake wewe utoi ushirikiano kwa vijana wenzako, si ndio hivyo? Maana yake tumeona, yani huo uito ushirikiano ni kile kitendo sisi tutoke huku tukutane hapo, then tunaanza kushare resources, ideas, si ndio hivyo, na skills. Sasa mtu una skills unakaa nao peke yako, una mawazo unakaa nao peke yako, una resources ambazo tunaweza tukatumia unakaa nazo peke yako. Hiyo inakuwa sio collaboration ambayo tunaizungumzia. Kile kitu tunachokizungumzia namna hiyo. Lengo la kufanya yote haya ni kuongeza nafasi ama opportunity mbalimbali ambazo sisi kama vijana tunazitafuta, si ndio hivyo? Nukta nyingine, ukiacha nafasi, lakini pia kupromote masuala kuwa positive kwa kila kitu, sawa? Sababu kubwa sisi vijana kuwa negative kwenye mambo mengi ni kwa sababu hatushirikiani vizuri, hatufahamiani vizuri, tumeelewana. Kwa hiyo lengo kuwa positive, lakini pia kuwa na kukuza uchumi wetu binafsi na masuala yetu ya kijamii na kubadilisha mazingira yetu. Hiyo ndio maana ya youth collaboration ambayo tunazungumzia. Nukta ya pili, tuangalie maeneo ambayo sisi sasa tunapaswa kuwa tunashirikiana. Ni maeneo yapi? Tuna maeneo almost 6. Sidhani kama tunafahamu, lakini hayo ndio tunapaswa sisi kama vijana tu tunashirikiana. Eneo la kwanza ni eneo la kielimu na ujuzi. Education and skills. Hili ndio eneo la kwanza. Kila mtu unayekutana naye kuanzia sasa, hakikisha mnashare eneo hili kwanza. Kama hapa si mkote mnasoma, maana eneo la kwanza ni elimu. Lakini je, wote tunasoma, sio ni walimu ni nini? Wewe una skills gani extra ambayo mimi sina, na mimi nina kipi extra ambacho wewe huna? Hicho ndio tu share, kama kuna nafasi ya kushare. Sawa, akiwa hawezi kukupa skills zake, maana yake huyo hata kiwa ushirikiano. Hatuwezi kushare tu kwenye elimu wakati una skills nyingine, si ndio? Kwa hiyo ni muhimu kushare katika nukta hiyo. Lakini kitu kingine cha msingi hapa, ukiacha elimu na ujuzi, ni masuala ya afya na ustawi wetu binafsi. Kwenye afya hapa, mfano masuala ya tatizo ya afya ya akili, unakaa na mtu unaona kabisa anapitia changamoto ya depression, ile severe depression kabisa, wewe unamwacha mwenzako baada ya umsaidie kwa ajili ya afya yake ya nini, ya akili, wewe umsaidie unamwacha, si ndio hivyo? Lakini pia masuala ya elimu hizi za uzazi, reproductive health education, kina dada, ndio hivyo. Wengi mnapitia madhira, lakini kuna watu tayari washapitia madhira, washapata elimu nayo, ndio hivyo. Lakini pia elimu nyingine kwenye upande wa afya, masuala ya madawa, namna ya kuepukana na madawa ya kulevya au matumizi ya vilevi au nini, ndio hivyo. Kuna vijana wenzetu wengi wanapotea katika dimbo hili, kuvuta bangi, matumbaku, manini na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini sisi hatutoi elimu ya watu hawa kuepukana na, hawajui madhara. Kwa mtu asipojua madhara yake hawezi kuepukana nacho hata siku moja, si ndivyo? Yaani kama hajui madhara hawezi kuepukana nacho hata siku moja. Lakini ukishamuelekeza madhara kama anafahamu, anaweza kuepukana nacho vizuri tu. Umeelewa? Nukta nyingine ama eneo lingine la kushirikiana la tatu ni eneo la masuala ya kimaendeleo ya kijamii. Hapa sasa ndio kwenye connection kubwa ambayo vijana wengi sisi hatuifahamu, kwenye community development. Nukta hii kuna masuala ya kujitolea, volunteering. Na asilimia kubwa hatufahamu tu. Ukikaa nyumbani tofauti na ukikaa kazini, hata kama ulipo, kuna gap kubwa sana. Moja, utagain experience ya kazi yako. Lakini mbili, utatengeneza connection na watu wengine. Sawa? Utatengeneza connection na watu wengine kabisa. Kama ulipo, lakini wewe ndio ujiongeza sasa. Wale watu wanaokuja ndio iwe channel yako. Sio, umeelewa? Kwa volunteering, hii ni kwenye nukta ya community development. Je, tunashirikiana hapa vizuri? Kama tushirikiane vizuri ni changamoto. Lakini pia kuna kazi za charity.
Sisi kama vijana tunatoka tunaenda kufanya hizo charity, tunaenda kufanya mambo ya insani au matendo ya huruma, sijui wanaita. Kama hatutoki, kuna vitu vingi tunajifunga. Sawa, mimi naoga nasemaga mimi ni shahidi namba 1, nasema Mungu mimi ananilipa kutokana na charity ninazofanya. Yaani ni shahidi namba 1 katika hilo, na imeshajidhihirisha katika maisha yangu zaidi ya mara 10 si 20. Je, tunatoka kwa ria au tunanuia kufanya hizo charity wewe? Unatoka uonekane umetoka ulienda, au unatoka kwa sababu ulishanuia mambo yako, unasema Mwenyezi Mungu nijalie kwa hichi ninachoenda kufanya kinifungulie 1 2 3. Tunafanya hivyo. Ikiwa hatufanyi hivyo, utafanya hizo charity hamna chochote kitachofunguka. Ni kwa sababu tunafanya tuonekane tumefanya, lakini si tunafanya kwa sababu tunatakiwa kufanya au nina sababu ya kufanya. Mmenielewa? Mmenielewa jamani? Tuna viongozi wetu wa dini wanatuhimiza tutoe zaka, si ndio hivyo? Ile 10%. Lakini nikamwambia mnajua mgawanyiko wa 10% ili iweze kuwa na baraka, yani wewe ikurudie ile baraka? Au tunatoa tu na kumwachia amiri tunaondoka, au kumwachia amirati tunaondoka? Ili 10% iweze kuwa na baraka kwetu, ni lazima igawanyike katika makundi matatu. Yani ile pesa unayotoa hata kama ni buku au ni buku jero, hakikisha imegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza lazima imfikie yatima au maskini, hiyo pesa ambapo tunarudi kwenye charity. Eneo la pili, yani 500 ya pili, imfikie mjane. Imfikie nani? Mjane. Je, hela zetu zinawafikia wajane ambao wako katika jamii yetu ya Mkwawa wanaotuzunguka? Mjane kweli kweli ambao nyinyi mnamfahamu, mnajua ni mjane. Lakini nukta ya tatu ama eneo la tatu irudi kwa viongozi wa dini kwa ajili ya kuendelea kustawisha harakati za dini. Kwa kama ni buku jelo maskini na yatima, jelo ni mjane, jelo iende kwa amiri na amirati kwa ajili ya kustawisha harakati. Je, sisi tunafahamu mgawanyiko au tunatoa na kuondoka? Ikiwa tunafahamu, basi hata charity tutazifanya za kutosha, si ndio? Ikiwa hatufahamu, ni kazi bure. Yani tutatumika leo, tutatumia kesho, utasema mbona tunafanya sana, lakini amnui na hicho mnachokitoa hakigawanyiki katika maeneo hayo. Kwa sababu unapeleka kwa yatima maskini, huwezi jua yatima gani au maskini gani atanyanyua mkono atasema Mwenyezi Mungu akubariki. Sio? Na huwezi jua, kuna watu katika maisha wamejaliwa dua zao kupokelewa kirahisi sana kama mfano. Yaani kuna watu humu mnaishi nao, lakini kuna mtu humu mkiwa mnasoma dua akasema tu amin. Akasema amin, imefika. Wapo humu, yani kuna watu wanaua upepo. Sawa, lakini hatujuani kwa sababu hatushirikiani katika maeneo hayo. Yani wapo humu, ikisomwa dua saizi hapa naye akanyanyua mkono akasema amin, imeenda hiyo na inajibu kweli. Lakini hatufanyi vitu kama hivyo. Nukta nyingine ni kusapoti wale makundi maalum. Kwenye nukta ya community development, tushirikiane katika eneo hilo, ambapo tutashirikiana kwenye kujitolea kufanya charity work zile, lakini pia kusapoti hawa watu ambao ni makundi maalum. Mfano wazee, watoto maskini hawa mtaani, lakini pia watu wenye labda watoto wenye masuala ya udumavu, watoto wenye ulemavu. Haya yote ni makundi maalum, tunawasapoti. Pengine kwenye 10% kama Mkwawa mnaweza mkaa mnaigawa, mnasema hii mwezi huu tukatembelee watoto njiti, labda hospitali ya Tosa au Referral ambao wamezaliwa njiti. Sawa, tukawatembelee, peleka chochote. Sasa mnapanga fursa kama hizo, mnaenda kuwatembelea, mnapeleka chochote. Kuna mama wa maskini wamezaa mtoto njiti, hajui chochote. Pale ndio atampa huduma za joto mtoto nini, atatoka. Lakini hata pampers yule mama ana. Nukta kama hizo, makundi maalum tujifunze kuwatembelea na kuwasapoti. Lakini pia sisi vijana tunao, kuna kundi la watu wamekuwa waraibu wa madawa ya kulevya. Nendeni mwape elimu. Mimi si walimu bwana, mna skuli za kufundisha. Nendeni mkawape elimu, msiwaache. Ujui itamsaidia vipi ile elimu? Yaani ujui, nakuhakikishia ujui elimu itamsaidia wapi.
Nukta nyingine ya kushirikiana ama eneo la kushirikiana ukiacha community development ambayo nimesema nukta hizo 3 ni masuala ya entrepreneurship and innovation. Masuala ya ujasiriamali pamoja na gunduzi mbalimbali ama ubunifu mbalimbali. Lakini eneo lingine la kushirikiana ndugu zangu ni eneo la teknolojia na masuala ya skills za kidijitali. Sasa kuna masuala ya AI, nini hivyo. Kama kuna mtu ana ujuzi ndio tupeane. Usikae na ujuzi wako. Uwezi jua wewe mwenye skills hiyo ukitoa kwa huyu labda ukti huko. Huyu ukti akirudi mtaani itakuwa ni chanzo chake cha ajira na mapato yake. Utamtoa katika kuomba, kujidhalilisha kwa wanaume ndio apate pesa. Utakuwa umemsaidia kwa sababu ulimpa ujuzi ambao mpaka kesho na kesho kutwa ataendelea kutumia. Lakini eneo lingine ni masuala ya mazingira na hali ya hewa. Hapa vipi? Yaani mtu anaweza kusema mazingira na hewa tunashirikiana vipi? Hapa tunaangalia moja kwa moja kwenye masuala ya upandaji wa miti, kufanya recycling ya takataka. Si ndio hivyo? Yes, kufanya recycling ya takataka. Lakini pia zile kampeni za kuchochea ama kuboresha masuala ya mazingira. Hapa tunatazama vitu kama hivi. Lazima vijana tushirikiane hapa. Lakini nukta nyingine ya mwisho ya kushirikiana ni masuala ya uongozi, amani na usimamizi wa vitu mbalimbali, governance. Sawa? Unaweza kutengeneza mabaraza ya vijana, advocacy program. Sawa? Mkawa mnafundishana namna kiongozi aweje. Sawa? Amani tunaitunzaje? Tusiingie katika mikupuo tu ya kisiasa ambayo hatujui sosi yake. Tumeelewana? Challenge ni zipi ambazo tunaweza tukapitia wakati tunatafuta kufanya youth collaboration? Moja, kutokana na limited financial resource ambazo sisi tunazo. Kwa mfano kila kitu hapa tunachozungumza nakuta asilimia kubwa kinahitaji nini? Pesa. Lakini pia communication barriers, namna ya kuwasiliana hivi ni challenge nyingine. Mfano leo unakutana na ukti unamsalimia asalamu alaykum, unajua unamtongoza, hakujibu, anaondoka. Sasa hata kama na kitu cha kushare nayo tutashiaje? Hatuwezi kushirikiana. Sawa? Kipewa salamu, itikia salamu, sikiliza maneno. Ukiona nafaa chukua, ukiona hafai mwambie hapana. Sawa? Yes. Nukta nyingine ya 3, challenge ya 3 ni low motivation au commitment kutoka kwa participant ama member ambao mko katika ile kundi moja. Wengine uwezo wao yani kuna wengine lazima muelewane. Kuna watu humu ndani ili afanye kitu ni lazima awe motivated na mtu fulani au kitu fulani. Lakini pia inadequate training and mentorship hizi. Tunazo training au mentorship hizi zikiwa chache sana, huwa wengine wanashindwa kutambua na kuweza kushirikiana. Lakini pia masuala ya tamaduni na lugha na masuala ya kijamii tofauti haya. Utofauti wetu katika lugha na tamaduni zetu. Sawa. Hapa kuna Wandengereko, kuna Wazaramu, kuna Wanyakyusa, kuna Wahehe, kuna Wabena, nini. Kila mmoja ametoka tamaduni zake. Hivyo vitu vipo, lakini tamaduni hizi zinatufanya tuwe tofauti. Sawa? Kuna mwingine tamaduni aliyotoka kwao walivyolelewa, hajalelewa kukaa na watu. Yaani amelelewa kukaa kipeke yake hivyo. Kwa hata akija chuo, ni anaishi kipeke yake hivyo. Au hapo uongo. Wani ule utamlaumu bure, lakini ndio alivyolelewa kwa kitamaduni. Kwa yule mtu unataka muongeze taratibu mpaka aje azoe. Sawa? Yes. Lakini pia support mbalimbali zikiwa ziko chini ni changamoto. Nini tufanye? Kwenye nukta ya mwisho kabisa 6, nini tufanye sasa ili kuboresha hizi skills zetu za kushirikiana? Moja, tujaribu kutoa leadership, communication and teamwork training program. Nyinyi walimu tengenezeni hizo namna, peaneni. Sawa? Lakini nukta nyingine, tujifunze kuweka malengo yetu sawa, yani yawe clear, na majukumu yetu ya kila siku na tuwajibike. Lazima ukiweka malengo na majukumu yako lazima uwajibikie. Sawa? Nafikiri kuhusu malengo tushazungumza sana, si ndivyo? Yes, tushazungumza sana. Lengo lina ile sifa 5, ile SMART, si ndivyo? Specific, measurable, attainable, timely and realistic and timeless. Ndio hivyo. Kama lengo lako halina hizo sifa, hilo sio lengo. Futa, weka lengo lingine.
Sawa, lazima liwe linakusudia nini, linapimika na linafikika, sawa, na liwe lina uhalisia, lakini liwe pia lina muda maalum. Kwa sababu una lengo toka umezaliwa mpaka leo, lengo ni bado hujatimiza. Hata ndoa pia na malengo, mwaka huu mimi naoa, si ndio hivyo? Au mwaka huu mimi naolewa. Ule mwaka ukishapita, umeoa umeolewa, lengo limefitika, unaweka lingine, si ndio hivyo? Ndivyo. Lakini pia namna nyingine, tujifunze kutengeneza partnership na mataasisi, mashirika, watu binafsi na serikali. Usijifungie, sawa? Ukiwa na jambo washirikishe watu wa namna hiyo. Kama kuna shirika lipo karibu, ofisi za serikali ziko karibu, tengenezeni mashirikiano baina yenu, itasaidia sana, sawa? Lakini pia tujifunze kutumia vizuri hizi digital platform, sawa? Sasa hizi unavyo-upload vitu vyako hovyo, kesho na kesho kutwa Mwenyezi Mungu amekujalia umepata wazifa, watu watakimbilia kwenye social media zako, my friend. Wakiangalia vitu vyako unavifanya na wazifa wako, kuna ile reputation itashuka. Nasema nilikuwa nafundisha mada ya reputation, nikawaelekeza hichi kitu. Kwenye aina zile kuna online reputation. Online reputation ni haya maswala. Yaani government to see personal reputation, si nini. Hizo na organization reputation, si community reputation. Kuna hiyo online reputation. Mitandao yetu ya kijamii tunatumiaje? Ukiwa na post vitu hovyo, tena bora WhatsApp vinakaa 24 hours vimefutika. Unaenda kuweka YouTube, Instagram, TikTok, sijui wapi ambao vinakaa miaka dahali hata ukifa. Imagine umeweka picha zako za uchi afu ghafla umefariki. Fulani kafariki, watu wanaenda kuuza Google, ni nani huyu? Wanakutana taarifa zao. Ni dhambi ambayo itakukula ukiwa kaburini mpaka mwisho. Sawa? Kwa tuangalie nini ambacho tunaposti. Hizi digital platform tutumie vizuri. Ziwe sababu ya kipato chetu na si kutuangamiza, sawa? Lakini kitu kingine njia nyingine, tusiweke mfumo dume sana mashehe, sawa? Tuboreshe ili hawa dada washirikiane na sisi, tusiweke mfumo dume sana wa kukandamiza na kuwahisi wao ni third party ya kila jambo ambalo linafanyika kwenye umoja wenu, sawa? Wao inawezekana wao hata second part au first part ambao nyinyi mpo. Ina watoe mawazo yao, washirikisheni. Mkiwatenga mkawafanya ni kitu cha tatu huko, yaani ndio mmeshajadiliana nyinyi, mmeshafikia ukomo, mnasema watu wapelekee tu na wao tuwasikilize. Lakini tayari nyinyi maamuzi mshafanya, mnakuwa mnawakosea. Sawa? Lakini kitu kingine, baada ya kuwa mnajifunza, tengenezeni mtindo wa kufanya monitoring and evaluation ya vitu vyenu. Wewe mwenyewe unajifanyia, hata wewe mwenyewe unaweza kujifanyia monitoring and evaluation. Tumeona jamani mpaka hapo?